hizo taarifa ni wapi, lakini kwa hakika nikuthibitishie kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania haijapokea barua ya klabu yoyote kuhusiana na jambo. Lakini kumekuwa na taarifa hizi za malalamiko, bila shaka mmekuwa mkizipokea kwamba kuna matokeo na maamuzi ambayo hayafurahishi viongozi wa vilabu vingi. Malalamiko kama malalamiko mmeyapokea? Malalamiko kutoka kwa nani? Kwa vilabu. Nani analalamika? Hatujapokea, ndio nimetoka kusema kwamba hatujapokea malalamiko yoyote. Sisi kama waendeshaji tuna jukumu la kuendelea kufuatilia ubora wa usimamizi. Hilo ndio jukumu letu la msingi, kusimamia ubora, kuongeza ubora kwenye usimamizi. Kwa hiyo kunapokuwa na changamoto, sisi hatusubiri kulalamikiwa na yote, tunachukua hatua kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo kwamba kuna klabu zimeandika barua, hiyo haina ukweli wote, na kwamba kama kuchukua hatua pale ambapo usimamizi umekuwa mapungufu ni jambo ambalo sisi tumekuwa tukifanya mara zote bila kusubiri yeyote kulalamika. Na pengine sasa michezo hii iliyosalia, na ukitazama maamuzi ama vidole vimekuwa vikinyooshwa kwa waamuzi, kwani ninyi kama bodi ya ligi mnachukua hatua zipi dhidi ya maamuzi ambayo pengine hayawafurahishi wengi? Watu wanaona waamuzi katika kipindi hiki cha lala salama kama kuna kitu ambacho kipo nyuma yao. Sisi kwanza hatuamini kwamba kuna uamuzi ambao uko sahihi kwa asilimia. Hili sio jambo la bodi ya ligi tu, jambo la dunia. Ndio maana Ulaya huko na nchi zingine ambazo zimeendelea zaidi wanatumia teknolojia mbalimbali na kusaidia maamuzi, lakini bado tunasikia malalamiko ya watu kuhusiana na usaidizi kwa maana VAR. Na wewe kama mtu wa mpira najua ni shuhuda, ushawahi kusikia mara kadhaa watu wakilalamikia maamuzi ya VAR. Sasa hiyo ni VAR kwa maana ya usaidizi. Baada ya maamuzi ya yule mwamuzi anapata usaidizi mwingine wa kuangalia tena video, kujiridhisha juu ya maamuzi aliyoyafanya. Lakini bado maamuzi anayokuja kuyafanya kuna baadhi ya watu wanalalamikia. Kwa hiyo hili ni la kwanza ambalo ningetamani watu walifahamu. Lakini jambo la pili ni kwamba lazima kama mwendeshaji lazima uangalie nani analalamika. Na analalamika kwa misingi gani, kwa sababu kuna nyakati waamuzi wanalalamikiwa kwa sababu tu ya matokeo yaliyotokea. Inawezekana huyu analalamika hayakuwa matokeo ambayo yeye anayapenda. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu anapolalamikia mwamuzi inamaanisha huyo mwamuzi kakosea. Kuna malalamiko yanatokea, shabiki analalamika, mchezaji analalamika, kiongozi analalamika, na kweli kama mwamuzi alikosea. Lakini yapo malalamiko ambayo watu wanalalamika kwa sababu tu ya matokeo ya mchezo hayajawa mazuri kwa upande wake. Kwa hiyo inakuwa ni kama aina fulani ya utetezi. Kwa hiyo sisi bodi ya ligi hatufanyi kazi kwa hizo taarifa za Instagram, X, Facebook, TikTok na kadhalika. Tunafanya kazi kwa njia ya ripoti za maafisa wetu ambao tunawatuma kwenye kila mchezo. Kwa hiyo mchezo mmoja haui na mwamuzi tu, kunakuwa na maafisa wengine, kunakuwa na match commissioner, kunakuwa na general coordinator. Ni sauti ya afisa habari ya bodi ya ligi TPLB Karim Boimanda akiongea na station moja ya radio akitolea ufafanuzi juu ya taarifa au uvumi ambao umekuwa ukiendelea kuhusu mechi ya Simba ambayo walicheza na Singida Big Stars na Simba kuibuka na ushindi wa 1-0, mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa KMC Complex siku ya tarehe 28 majira ya saa 10 kamili jioni. Amenukuliwa msemaji wa Singida Big Stars akilalamikia kwamba mechi hiyo haikuwa na fair upande wao, na baadhi ya wachambuzi wamekuwa wakilalamika na kusema kwamba walistahili penalty zaidi ya moja. Na mara baada ya mechi ile ilionekana msemaji huo wa Singida alipost picha akisema kwamba wapo kwenye mpango wa kugomea kucheza mashindano yote kutokana na upendeleo unaoendelea. Singida wamesema watajiandaa kutokucheza michezo yoyote ya ligi
ikionekana upendeleo au tabia iliyojionyesha kwa waamuzi kwenye mechi yake dhidi ya Simba kwa Nyerige DMC ikionekana kuendelea. Na siku ya Jumamosi watakuwa na mchezo dhidi ya Simba, nusu fainali ya CRDB. Mshindi atakwenda fainali kucheza na Young Africans ambaye ameshafuzu kwenda kucheza mashindano hayo. Lakini amekanusha taarifa hiyo kwamba hawajapokea barua yoyote kutoka kwenye timu yoyote ikilalamika kuhusu mchezo wowote, na amesema lazima timu hiyo itacheza. Kwa hiyo licha ya tetesi nyingi kuonekana kwamba kuna timu zaidi ya 6 kwenye mitandao ya kijamii zinasema kwamba zimeandika barua kwenda bodi ya ligi kuonyesha kutoridhika na maamuzi yanayofanywa na waamuzi kwenye mechi zao, na wanaandika kwamba wako tayari kugomea mchezo iliyosalia, kwa maana timu nyingi zimebakiza mechi 2 isipokuwa Simba na Yanga wamebakiza mechi 3. Kwa hiyo wanashutumu bodi ya ligi kwamba kama hawatobadilika na waamuzi hawatakuwa makini kwenye mechi zilizosalia, hawatacheza mechi zilizosalia. Lakini yeye mwenyewe amekanusha, akiongea na kituo fulani hivi cha redio, amesikika kama ulivyosikia hapo kwamba hakuna timu yoyote ambayo imekwisha kuandika barua kupeleka bodi ya ligi kulalamikia michezo, na kama ulivyosikia kauli yake mwenyewe amekanusha, na amesema ni baadhi ya timu ambazo hazinufaiki na matokeo yanayoyapata uwanjani zinatumia mbinu hiyo kujificha na kutokuwaeleza ukweli mashabiki wao. Nini maoni yako? Bodi ya ligi inasema haijapokea, lakini wasemaji wa timu mbalimbali wanadai wameshapeleka barua kwenye bodi ya ligi.